إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني وإياكم من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها عباد الله، enyi waja Allah subhanahu wa ta'ala, usikum wa nafsi awalan bitaqwa Allah, na kuhusieni kama vile ambavyo ninavyopasa kuyasa nafsi yangu katika suala zima la kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala, bifi'li ma amarakum bihi, kwa kuyatenda ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisheni, wa tarki ma naha ankum wa zajara, na kuyaacha yale yote alikataza kisha gombeza. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tulikuwa tunaishi katika mwezi wa Dhulhijja, nao katika masiku ambayo yameapiwa ndani ya Qur'ani. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwepo katika mwezi huo. Ama anwani ya khutba ya leo inazungumzia ani shukri washakirin, kuhusiana na kushukuru juu ya neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, washakirina, na wale ambao wenye kupewa sifa ya kwamba wao ni waje wenye kushukuru. Inna ni'ma Allahi alaina, kwa sababu ya kwamba neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu la tuaddu wala tuhsa, hatuwezi sisi neema za Allah tukazihesabu, wala tuhsa, wala kudhibiti kwamba Allah ametupa neema hizi. Hakuna hata mja mmoja aliyeletwa duniani hapa akaweza kuhesabu na kudhibiti zile neema alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bil-laili wan-nahar, neema hizo an'ama Allahu alaina bil-laili wan-nahar, Allah anatuneemesha neema hizo usiku na mchana. Wa hal nahnu minash-shakirin, je, sisi tumekuwa katika watu wenye kushukuru? Yani baada Allah kutupa neema, je, tumekuwa ni watu wenye kuzishukuru hizo neema? Ashukuru, maana kushukuru, antuthna ala mun'imi bi'an'amihi, ni mtu kushukuru juu ya neema yake aliyopewa na Mola wake, wa antajala, na kuijalia neematahu, ile neema yake aliyopewa na Allah, fi ta'atihi, katika kumtii Mola huyo, ili ionekane kwamba wewe umeshukuru neema. Ni pale baada ya kupewa neema halafu ukawa unamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametupa uzima na afya, kisha ndo tukaonekana katika kumshukuru kwake ni kukaa katika mstari wa sawa sawa katika kumwabudu Mola huyo. Lakini kinyume chake, wala tukhalifu amrahu, na mwenye kupewa neema ili aonekane ameshukuru, wala tukhalifu amrahu, na wala asende kinyume na ile amri Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa hadha, miongoni mwa haya, min a'dhami, ni katika mambo makubwa, mafusira bihi, ambayo yametolewa maelezo, wa yukabilu shukri, na hapa ndiyo mja atakuwa amekubali ama amepokea shukrani za Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah tabaraka ta'ala, alam tara ila alladhina baddalu ni'mata Allahi kufra. Je, umemwona Muhammad, ila alladhina, kwa wale ambao yubaddalu ni'mata Allah au baddalu ni'mata Allah, wanazibadilisha neema za Allah kufran, kuelekea katika ukafiri. Allah mtu amempa neema ya afya, yeye anabadilisha neema hiyo akawa yeye ndo mwizi. Allah amempa neema ya afya, akabadilisha neema hiyo akakaa chochoroni usiku anamsubiri apite mtu halafu amkabe. Allah amempa neema, pengine neema ya mali, Allah amemneemesha mali, lakini anasubiri kwa mali hiyo kuchukua wake za watu na dada za watu kuwaharibu katika jamii yake. Basi alam tara, umemwona au umewaona, ila alladhina, kwa wale ambao badalu ni'mat Allah, wamebadilisha neema walizopewa na Allah kufran, kwamba sasa wamekuwa makafiri. Wakasama Allahu an-nasa, Mwenyezi Mungu akawagawa watu ila shukurun wa kufur, wako ambao wenye kushukuru na wako wale ambao wanakufuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fabadhu al-ashya'i ilayhi kufr, faabghadhu al-ashya'i ilayhi kufr, na katika mambo ambayo Allah anayachukia ni pale mtu anapokufuru neema zake. Wa alul kufru, na watu ambao wenye kukufuru Allah subhanahu wa ta'ala, watu kama hawa anawachukia kweli kweli. Wa abul ashya ilayhi, na katika mambo ambayo anayapenda ya Allah subhanahu wa ta'ala, ashukri, ni kule kushukuru. Wa alu shukri, na anawapenda wale watu ambao wenye tabia kushukuru duniani. Yaqulu Allah tabaraka ta'ala, inna hadainahu sabila, hakika kwamba sisi hadainahu sabila, tumeongoza binadamu katika njia, imma shakiran wa imma kafura, imma washukuru imma kufuru. Ndiyo kwa dalili ya aya hii Allah ndo amewagawa waja katika wenye kushukuru na katika wenye kukufuru. Wa'ada Allahu ash-shakirina, na Mwenyezi Mungu sasa waada, ameahidi, ashakirina, kwa wale ambao wenye kushukuru duniani, biziyadati, kwamba kuwazidishia kile walichonacho. Kwa yule ambaye mwenye afya, Mwenyezi Mungu amemwahidi ya kwamba kama atashukuru juu ya neema hiyo, basi ziada atamzidishia neema hiyo. Ama yule mwenye elimu, ama yule mwenye mali, ikiwa ameshukuru neema ya Allah hiyo, basi Allah anaahidi kwamba yeye watu hao atawazidishia. Ina maana maisha yetu ukiyaona hayako vizuri, pale Allah alipokuneemesha, je, ulileta shukrani yoyote? Yaqulu Allah tabaraka taala, wa idh ta'adhana rabbukum, na pale ambapo alipotangaza na kusema Mola wenu, la in shakarta, na kama utanishukuru, la azidannakum, wallahi nitakuzidishieni, wala in kafartum, lakini kinyume chake mkiwa mtakufuru, inna adhabi la shadidun, adhabu yangu ni kali sana. Ni pale mtu anapopewa neema ya afya halafu asishukuru, akaitumia vibaya, mara kapata ukimwi kwa sababu hakushukuru neema hiyo, akaitumia vibaya, mara Allah amemtahini kwa kumpa adhabu ya kumpa ukimwi. Au mwingine wepewa mali, mara hafla mali zimeungua moto au zimepotea kabisa, kwa sababu inna adhabi la shadidun, adhabu yangu ni kali kweli kweli. Wallahu, na Mwenyezi Mungu, yarda amal al-shakirina, anaridhia kweli kweli yale matendo ambayo yenye kufanywa na wale ambao wenye kushukuru duniani.
wayardha shukra, na pia Mwenyezi Mungu anaridhia kushukuru. Yani kila ukishukuru Allah anaridhia. Yakulu Allah tabaraka taala, in takfuru, ikiwa kama mtakufuru, fa inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, ghaniyun ankum, ni tajiri na mkwasi kwenu, wala yarda liibadihi alkufri, na wala hawawezi kuwaridhia au kuridhia liibadihi, kwa waja wake kufri panapokufuru. Wa in tashkuru, na kama mtamshukuru Mwenyezi Mungu, yarduhu lakum, naye atakuridhieni Mola huyo. Wa idha kana shukru min sifati al-anbiya, na pale ambapo ilipokuwa kushukuru ni katika sifa ya mitume, walmu'minina, na wale wenye kuamini Allah, fa innahu laysa kadhalika inda kulli nasi, pia hivyo hivyo kushukuru hii sio kila mtu anaweza kushukuru neema. Wako wangapo waneemeshwa lakini hawashukuru juu ya neema ambayo Allah amewapa. Fa inna kathira minhum, kwa sababu wengi katika wao, yatamattauna bin ni'am, wanastarehe katika neema walizopewa duniani, wala yashkuruna, na wala hawazishukuru neema hizo. Yakulu ahadi salihina, wamesema baadhi ya watu wema, mashukurullah, ni nini kumshukuru Mwenyezi Mungu? Qala, akasema, amma shukuru al-ainaini, ama kushukuru kwa kupitia neema macho mawili, falbukau min khashyati llah, ni kule mtu kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shukru al-qalbi, na shukurani ya kupewa moyo, alhayau, ni mtu kuwa na haya, kwamba ukipewa moyo kushukuru neema ya moyo ni kuona haya katika yale ambayo unayafanya ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shukru lisani, na kushukuru kwa ulimi, basi tadhakuri ni kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja yeye. Wal udhnaini, na shukurani ya masikio mawili, istima'ul haqi, huko ni kusikiliza haki. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala. Tunaendelea kuhusiana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Anwani ya khutba inazungumza kuhusiana na kushukuru juu ya neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, na kuingia katika kundi ambalo Allah atalisifia na kuliridhia katika miongoni mwa kundi wenye kushukuru duniani. Qif wa ta'ammal, basi simama hapo hapo na uzingatie. Fi adhkari nabii sallallahu alayhi wasallama, unatakiwa usimame na uzingatie nyiradi za mtume wa Mwenyezi Mungu. Min alhamdi wa shukri, nyiradi ambazo mtume wa Mwenyezi Mungu akizifanya, min alhamdi wa shukri, katika kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, wa shukri, na kumshukuru Mwenyezi Mungu, li rabbil alamin, mlezo ulimwengu huu. Kana, kwa sababu mtume alikuwa, lamma yafiku min naumihi, pale ambapo mtume Mwenyezi Mungu yafiku min naumihi, anapozindukana tu usingizini kwake, tayari ameshalala, tayari usiku umemwingilia. Baada kumwingilia usiku huo, akaulala usiku huo, baada kuzindukana na usingizi, nini mtume alikuwa akisema katika nyiradi zake? Ni kusema kwamba alhamdulillahi alladhi, namshukuru Mola ambaye ahyana, amenipa uhai, baada mama tana, baada kwamba amenifisha na kuniua, wa ilayhi nushuri, kwake yeye tutafufuliwa. Sasa mtume Mwenyezi Mungu anashukuru baada kupewa neema ya kulala. Sasa tuulizane, wewe unaolala na mziki na ukamka na mziki, unaikumbuka dua hii? Na kama huikumbuki dua hii, basi wewe Allah anakupa usingizi
baada kuja juu, wallahi hushukuru, wewe utakuwa umekufuru neema ya usingizi. Ikiwa kama umeamka halafu hujashukuru. Wa min ba'd al-akli, na baada ya kula mtu Mwenyezi Mungu kasatia lukmatan au lukmataini, tonge mmoja au nyingine ile tayari ameshakula, akimaliza kusema hivi alhamdulillahi alladhi, namshukuru Mola ambaye at'amani, amenilisha, wasakani, na akanivisha, warazakani, na akaniruzuku, min hauli minni wala kuwa, hakuna hila wala ila hile ina nguvu isipokuwa kwa Mola huyo. Hapa sasa kamaliza kula, anashukuru baada ya kupewa neema ya kula, ili Allah kesho amwongezee chakula kizuri zaidi ya kile ambacho amekila muda ule. Wa inda khuruji al-khala, na hata mtume hakuwata kushukuru baada ya kutoka chooni. Na pale aliposema ghufranaka, msamaha uwe kwako, alhamdulillahi alladhi, namshukuru Mola ambaye adhahabani al-adha, alionondoshea uchafu huko tuoni huko, maana huko bwana nilikwenda kupiga mizinga, sasa namshukuru Mola ambaye amenipa kutoa ile mizinga ile. Waafani, na kaniafi kunipa afya. Ni wangapi jamani hawapati choo mwezi, wiki na kuendelea? Sasa wewe unakwenda, wallahi ukishutama tu na gazeti unasoma, unajisaidia, yani relax, lakini ukitoka unaanza kutukana, huna hata dua ya kutoka chooni. Ni wangapi hivi sasa tunapozungumza anaitaka haja ndogo tu, basi wallahi haitoki mpaka atiwe mpira, ndo hapo ataweza kujisaidia haja ndogo. Lakini wewe alhamdulillah ukienda tu jamaa chururu, unaondoka mkojo, unapandisha suruali yako, unanawa, basi hata shukurani ya kumwambia Mungu kwamba alhamdulillahi alladhi, namshukuru Mola ambaye adhahabani al-adha, amenishaniondoshea uchafu, wa afani, na kunipa afya mimi, hilo pia la kushinda. Na hawa ndo waislamu wa leo, hawana dua yoyote ile, wao wanaishi tu wa inda wujudi neema. Na wakati mtume anapata neema sasa anafanya nini? Ataalika rusaro au atawalika wasenge tayari kapata neema, au atafanya nini mtume Mwenyezi Mungu wakati tayari ameshapewa neema? Nini mtume anasema? Alhamdulillahi alladhi, namshukuru Mola ambaye bini'matihi tatimu salihati, kwa kupitia neema zake basi ndio yanakamilika yale mazuri. Hapa mtume kashapata neema. Wewe ushapata gari, umeshazungumza dua hii. Wewe ushamaliza kujenga nyumba, ushasoma dua hii. Wewe ulopata kazi, ushasoma dua hii. Wewe ulopata cheo, ushasoma dua hii. Au umepata mtoto, wapi uliwahi kuisoma dua hii? Hakuna hata Muislamu mmoja. Kuna wengine hivi hapa niliposimama ndo hanza wananisikia mimi. Basi mtume Mwenyezi Mungu akishukuru ya kusema kwamba alhamdulillahi alladhi, namshukuru Mola ambaye bini'matihi, kwa kupitia neema zake hizi, mali, maduka, watoto wake, elimu, cheo, basi tatimu salihati, ndo anakamilia yote mema. Wa inda fukdani neema, na wakati anakosa neema, akishaikosa neema, wa nuksanu nam, na kupungua kwa neema, yani duka lake halitoki, duka lake biashara haendi vizuri kama kawaida, watoto wanaumwa, mke anaumwa, afya yake imetetereka. Nini mtume alikuwa akisema? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu ala kulli halin, juu ya kila hali iliyonipata. Wa min al-ashya'i, na katika mambo allati ambayo
tuudi ila shukri, yatatupelekea kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Maana labda hapa nimezungumza, lakini mwisho wake hemu tupate dawa ambayo itatusaidia tushukuru. Al-ashya'u ithnani, mambo hayo ni mawili. Jambo la kwanza, antundhara, ni kumtazama ila man huwa dunak, yule aliye chini kwako. Kama unataka tabia ya kushukuru, basi tazama aliyo chini. Hilo ndilo ambalo litakufanya uweze kushukuru neema ya Allah. Wallahi natoa mifano baadhi. Kuna watu tumepewa miguu miwili na viungo 360, vyote vimekamilika katika mwili wake. Lakini wallahi thumma wallah, mtazame yule ambaye anapitishwa kwa wheelchair, kigari, haendi, kakaa kitako. Hapo ndipo ambapo utakapomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi tulikuwa tukisoma mashule au mavyo vikuu, university, kuna watu hawafahamu. Yani hata mwalimu asomeshe sasa hivi hafahamu. Lakini wewe alhamdulillah ukisomeshwa unafahamu. Hapa ni kumwangalia, kumbe yule jamaa hafahamu hata kidogo, lakini mimi ninafahamu. Hapo ndo utashukuru neema ya Allah. Kuna watu alhamdulillah, hivi ninavyokuambia, kuna watu saa 5 za mchana washapika cha mchana. Yani chejio kishakijua kabisa hii, hana stress. Lakini kuna mwenzako saa 12 au magharibi au saa 2 saa 3 ndo anapata chejio chakula na wanawe. Ukikumbuka mambo kama haya na kutazama kama hivi, basi wallahi hapo ndo utashukuru neema ya Allah. Hiyo ndiyo dawa ya kwanza ya kumtazama aliye chini yako, ndo utaweza kushukuru neema ya Allah. Na kama wewe mpaka leo unalalamika una baskeli ambayo umenunua 170,000, unasema mie bwana sato amenipita, mie watu wamenipita. Kuna mwenzako mpaka hivi ninavyozungumza 170,000, haijui ataitolea wapi apande atafute hiyo baskeli. Hizi ndio neema za Allah ambazo ukifanya hivyo ndio dawa ya kuweza kushukuru. Ama amru thani, ama jambo la pili, ni kukumbuka kwamba watu ayulama al-abdu, lazima mja atambue annahu mas'ul, kwamba yeye ataulizwa anin, kuhusiana na neema alizopewa. Dawa ya pili, wakati tu unamiliki gari, wakati tu unapewa kazi, wakati tu unapewa cheo, wakati tu unapewa afya, unapewa mke, unapewa nini, basi fahamu iko siku utaulizwa juu ya neema hiyo. Sasa ikiwa hivyo, hapo ndo utakaa katika mstari wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema katika Qur'ani, thumma, kisha, la tusalunna yawma idhin 'anil na'imi, kisha hao watu tuliwapa vyeo, tuliwapa pesa, tuliwapa afya, tukawapa elimu, tukawafanya wakawa mashehe, basi la tusalunna yawma idhin 'anil na'im, wallahi tutawauliza siku hiyo ya kiyama kuhusiana na neema tulizowapa. Jambo hizi ndio dawa mbili, ukiwa nazo ndio utakuwa min abdi shakur, katika waja ambao wenye kushukuru. inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi alladhina amanu sallallahu alayhi wa taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك الكافرين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم اجعلنا هذا بلدا امنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واقم الصلاه.